ameweka picha na tembea alipokea kijiji, alipokea kijiji, mlikuwa nataka tufanye nini? That day he had already been impeached. Hata Osoma was going to be impeached, and ikampokea kama deputy president of the Republic of Kenya, ikampokea tukaenda matanga, akazika ndugu yake, tukamwescort, akafanya nini? Akaenda. Sasa hapo shida iko wapi bwana? Sasa mnakufa tu na mtu, mnakufa tu na mtu. Sasa kama nyinyi mnataka mimi nisonge pande hiyo nifanye kazi na Rijiji, mniambie tu kweli kwamba wewe unataka fanya kazi na nini? Na Rijiji. Hao jamaa wako tayari sana kufanya kazi na mimi by the way. So tuheshimiane, tuache mambo mingi, tuache mambo mingi tu. Ile vita yenu kwa jamaa alikuwa anaongea, anapiga kelele, asira alikuwa ametoa mahali pengine tu. Don't even about that funeral. So lazima tuelewane kwa watu wetu. Mtu anasema mambo ya Mau Forest, anatembea toa watu Mau Forest. Sasa kama mimi nilifanya makosa kuondoa watu Mau Forest, bado niwatoa. Kama kuna kitu mimi I feel proud as a retired public official is the restoration of the Mau Forest. Kama nilifanya makosa, wako na serikali sasa hizo warudishe watu kwa Mau. Wale ndio kama nilifanya makosa correct makosa au warudi nini? Warudi Mau, leave me alone. Lakini wakati mnakadiria pesa mnasema these billions inakuja from tourism. Masai Mara Game Reserve inaleta these millions of dollars. Mkumbuke kwamba hizo dollars zitakuja Gardens of Natembea. Hiyo Mara River ilikuwa imekauka. That 71 of the world, the world beast ilikuwa imekwisha, ilikuwa ni matope tu. Sasa we have recovered that river, we have that forest, watu wanapiga kelele. Kama ni makosa, watu warudishe wapi? Mau. Because you can't be talking about conservation, then you are condemning those who are conserving the forest. And lastly on this matter, wakati mimi nilikuwa RC, tukifanya kazi la Elgeyo Valley na the North Rift, nikifanya mambo ya Mau, who was the deputy president of Kenya? Sasa wewe unalaumu RC na umekaa na deputy president. You know, mama is pleased as behavior sio mzuri. Lazima tukue tu watu ambao ni serious. So sisi tukiongea hivi nasikia wengine wanataka kuweka impeachment. Sawa, mimi nasema ni sawa. It is fine. But the culture of intolerance in this country must stop. Ile kazi ya intolerance, tupeane freedom of expression kwa ndani ya katiba. Let us just exercise it. Lakini mtu akisema hivi, unasema utafanya hivi, akisema hivi utafanya hivi, at the end of the day we'll have no country. Please msiwache kweli namna hiyo. So ningependa nimalizie hapo. Nimesema tu nijibu ile mambo ambayo alikuwa ananiwekelea juzi. Wengine wakaongea ati mimi nisaidia baba wa speaker. Mimi I was not bragging. We must put things in context. Mimi nikiamka kuongea, walikuwa wameweka vijana hapa ya Ford Kenya, they were heckling me. Wakiniambia niheshimu sio nani. So nikasema ngoja kidogo. Nikasema let us put this matter in context. Nikasema kwa hii familia hii ya Wetangula niko na marafiki hapo. Mzee ni rafiki yangu. Mheshimiwa Timu ni rafiki yangu. Fred ni rafiki yangu. Na kuonyesha kwamba tuko na urafiki, hata mzee nimemsaidia hivi na hivi. I was not bragging. I was just laying the foundation to elewa kwamba kwa hiyo bwana tutakuwa tunapendana na speaker, lakini watu wengine pia ni marafiki wangu, na kwamba siasa sio vita. Sasa hiyo ni jambo watu wote wanashikilia hapo na kunikondemu, you know. We are just being petty at the leadership of this region, and you have to get serious at some point. Mimi nimeongea vibaya sasa. So watu wetu, mimi naomba tu tukue united. Tuendelee kuwa united. Kule mbele mambo ni magumu, sio mambo rahisi. Watu wameweka barriers huko, hataki watu wengine wafike huko. Wala hata kwa pale ile kazi walipewa wameshindwa kuifanya. So lazima tutasukumana kwa nguvu mpaka tufike kwa hiyo meza. Tukifika kwa hiyo meza sasa ndio